Lakini jambo la tatu linafanana lile la kwanza, ni kusudi la Mungu la tofauti. Lile la kwanza ni kusudi la Mungu la kukupima na kuchelewa, lakini bado atakupa. Lakini kusudi la Mungu la tatu ni lile ambalo yani anampango kabisa kwamba wewe uwe wa tofauti. Usilee watoto wako wa kuzaa, ulee watoto ambao yeye atakuletea nje na tumbo lako au nje na viuno vya mumeo. Kuna watu ambao Mungu amewaweka wawe hivyo. Biblia inasema kabisa kuna watu wengine ambao walifanywa matoashi kwa kuzaliwa. Tangu alipozaliwa yeye hatapata mtoto. Sasa hao wanahitaji nao kufahamu, na hao kwa kufahamu wanahitaji kabisa wafanye maamuzi ya kwamba mimi Bwana ninaweza nikawa ninatimiza kusudi la Mungu kwa njia hii nilionayo. Kwa njia hii ambayo Mungu amenipa. Sasa ni namna gani tunaweza tukakabiliana na changamoto hii au kwenye eneo hili la tatu? Moja ya njia ambazo tunaweza kukabiliana na changamoto hii ni kwa njia ya kuasili. Kuna wengine ambao tuna uwezo wa kupata watoto, ndio mama hana shida wala baba hana neno, lakini bado tukaamua au tunaamua kuasili. Wako watoto wengi sana ambao hawana wazazi. Wako watoto wengi sana ambao wazazi wao walifariki kabla wakati wao ni wadogo. Wako watoto wengi wametupwa, wameachwa, wamezaliwa na wasichana wadogo waliokuwa shule wakawatelekeza, wakawatupa, wanatafuta wazazi. Kwa hiyo muombe Mungu unapokutana na changamoto hii, uone kama wewe ni miongoni mwa wale ambao Mungu aliwachagua mahususi. Na unajua ukweli ni upendeleo. Kupewa kumlelea mtoto ambaye hukumzaa ni upendeleo. Na kuna watu ambao Mungu amewachagua mahususi kabisa kwamba wewe waweza kumlelea mtoto ambaye hukumzaa. Mimi na mke wangu tulikubaliana ya kwamba tuwe na watoto wawili tu ili tupate nafasi ya kuwalelea watoto wa watu wengine. Na ninaposema hivyo, wakati mwingine inaweza ikaonekana kama ni kitu rahisi au kitu chepesi. Kulea mtoto ambaye hukumzaa si lazima utarajie mema kutoka huko, lakini ni vizuri kutarajia mema kutoka kwa Mungu, si kwa yule. Ni vizuri tukajua ya kwamba Biblia inasema utavuna ulichopanda, sio ulikopanda. Unaweza ukavuna kabisa kitu ulichokipanda, lakini usivune pale ulipopanda. Kwa hiyo hata ukiamua kuasili, usiasili kwa sababu huyu mtoto anakuja kukusaidia. Wako wengi watakao kuja kusaidia, ni kweli, lakini lengo lako lisiwe hilo. Asili, saidia kwa sababu huo ni wito na njia ya kwako wewe ya kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Na usidai shukrani. Usidai shukrani kwa sababu wakati mwingine unaweza usizipate. Kuasili kuna changamoto kwa sababu kumbuka yule mtoto atakuwa hukumzaa wewe. Kumbuka yule mtoto atakuwa ni wa kuasili. Kwa hiyo ni rahisi sana akuwe na ile mentality inayomwambia kwamba huyu sio mzazi wako. Kwa hiyo inawezekana asikufanyie ilivyo sahihi. Sasa ukikutana na hayo, elewa ni kawaida na ni kitu cha kuchukuliana nacho, na kama Mungu amekuwekea hilo, utavuka salama.